shida. Shida gani? Nimeota ndoto usiku, mwanangu ananikimbiza, anataka kuniua. Na leo ni mara ya 6. Unajua mwanao yuko wapi? Nilimtelekeza tangia kwa mchanga. Hapo ndo lipoanzia tatizo. Mwanao ulimtupa alivyokuwa mdogo. Hii ndoto nayota kwa mara 6. Ikifika 7 atakuua kweli ndotoni na utakufa duniani. Ataniua kweli? Ndio. Kwa hiyo mganga ananisaidiaje? Cha kukusaidia, inapaswa umlete mwanao kabla ya jioni ya leo. Sawa mtaalamu. Nimekuelewa. Ngoja nikamchukue. Kwa nini umenifuata? Ni kwa sababu umetoka katika tumbo langu. Na kama nimetoka kwenye tumbo lako, kwa nini ulinitelekeza nikiwa mchanga? Hakuna mama anaweza mtelekeza mwanae. Mimi nimefanya hivyo kwa sababu. Na leo umenifuata hapa kwa sababu. Hapana mwanangu, mpaka mimi kufika hapa nimetambua makosa yangu. Naomba unisamehe mwanangu. Turudi nyumbani ukapate malezi ya mama. Malezi ya mama niisha wakosa tangu nilipokuwa mchanga. Zai, kwa hapa nilipofikia sihitaji tena malezi ya mama. Nahitaji elimu. Rafiki yangu Karimu, na kuona umekubali kuondoka na mama yako kwa sababu umependeza, so poa. Hapana, siondoki na Zai. Naenda kwa Madam Esma. Karimu, kwa nini unataka kukubali ukweli? Yule sio Zai, yule ni mama yako mzazi. Kwenye haya maisha hamna kitu kinachoweza kubadilisha ukweli. Ila kwangu mimi, yule ni Zai tu kama Zailisa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mimi naitwa Mali. Naitwa Zai. Nakufahamu. Wewe si ndo mamake Karimu? Ndio, mimi ni mamake na Karimu. Kwa nini umeshindwa kuwa mama bora kwa mwanao? Kwani Karimu ameambia nini kuhusu mimi? Kadaambia mambo mengi sana. Hasa alivyokuwa mama mpumbavu alomtelekeza mwanao akiwa mchanga. Subiri kwanza. Mama Karimu, kwani unamhitaji mwanao? Ndio, namhitaji sana mwanangu. Karimu amekataa kuondoka na wewe. Sio kama hakupendi, hapana. Ila anahofia kutopoteza sisi marafiki zake tuliokuwa naye muda mrefu. Tangu wewe ulipomtelekeza akiwa mchanga. Hata hivyo kuna madamu mmoja anomchukuaga anaenda naye kwake. Ila Karimu anarudigi hapa kwa marafiki zake. Kwa kuwa ametuzoea sana na hawezi kuwa mbali na sisi. Madamu gani? Anaitwa Madam Esma. Ila mimi Karimu ananielewa sana. Nitaongea naye, ninakuahidi
atakubali kuondoka na wewe. Sawa, nitashukuru. Hii ndo tunayota mara 6. Ikifika 7 atakuwa kweli ndotoni na utakufa duniani. Ataniua kweli? Ndio. Kwa hiyo unanisaidiaje? Cha kukusaidia inapaswa umlete mwanao kabla ya jioni ya leo. Sawa mtaalamu. Kuelewa. Ngoja nikamchukue. Urafiki kati yangu mimi na wewe upoje? Ni mizizi iliyostawi ikanawili na sasa inaelekea kwenye undugu. Kuna siku yoyote nishakuangusha kwenye jambo lolote? Haijawahi kutokea. Basi naamini leo sitokuangusha. Isiwe tu kuhusu Zai. Ina maana misimamo yako inaendelea kumsimamia mama yako? Maliki, achana na hizo habari za Zai hapa. Mimi nakushauri urudi kwa mama yako. Haujui anateseka kiasi gani. Mwanangu, umekuja kuishi na mimi mwanangu? Sijaja hivi kama unavyonifikiria, ila nimekuja kukuonya. Usije kwenye kituo cha watoto yatima kule. Kwanza nawapotosha marafiki zangu wanakuwa wajinga. Alafu nimepata mama mpya, anaitwa Madam Wesi. Mwanangu Karimu, mimi ni mama yako. Nimekosa, naomba unisamehe, tuishi wote mwanangu. Ama unataka nikusamehe na kuuliza maswali na ninataka unijibu. Baba yangu ni nani na anaishi wapi? Kama huna jibu la swali langu, naomba usimfuatilie, kwa maana hakuna mama asiyejua baba wa mtoto. Mbona umekuja bila mtoto? Nimefanya jitihada zote, lakini imeshindikana. Amekataa kuja na mimi. Kwa hiyo umechagua kufa, si ndio? Hapana mganga, sijachagua kufa. Naomba unisaidie. Chaguo lilobaki ni moja tu. Tena hilo chaguo ni gumu sana, na njia yake ina miba. Kama utafanikiwa, itakuwa tatizo limeisha. Na kama utakuwa hujafanikiwa, basi inapaswa ufe wewe, mtoto pamoja na baba yake. Bila shaka unajua mahusiano yako na baba wa mtoto. Ndiyo, nakumbuka. Chaguo ni lako. Wote mtoto wako anakuua kwenye ndoto na ufe kweli, au utetee maisha yako. Mimi nataka kutetea maisha yangu. Inatakiwa ukawashe hodi nyumbani kwako, na ukishawasha umuite jina lake mtoto wako mara 7, na ukishamuita umuite na baba yake wa mtoto mara 7. Tumeelewana? Sawa mtaalamu. Na watakuja, wakija na mimi nitakuja. Sawa, nimekuelewa.
unajua unachotaka kufanya? Hiko unachotaka kufanya ni hatari kubwa sana. Na mimi ndiye niliyemkataza baba yako kuchoma udi. Na kama angejaribu kuchoma yeye, wewe usingekuwa hai. Sasa basi, ninakuonya. Rudi nyumbani. Lakini mganga amestaki kufa. Nataka kutetea maisha yangu. Wewe lazima ufe ili kulipa dhambi za baba yako. Baba yako ni mjinga sana, na ndio amesababisha haya matatizo yote. Sasa basi, wewe utakufa na utalipa dhambi za baba yako. Sawa sawa? Sawa. Kwa nini hujafanya nilichokuagiza? Hapana, sijapuuza. Wakati naelekea kununua udi, alinitokea Dege. Dege kiongozi wangu? Ndiyo. Na alikwambia nini? Ameniambia nisichome udi nyumbani kwa sababu nitahatarisha maisha ya wengine. Ni bora tu nife mimi peke yangu. Nimekuagiza uchome udi ili utetee maisha yako. Ina maana kwa kufanya hivyo unaweza kuokoa maisha yako pamoja na hayo nzio. Ila kama itashindikana utakufa wewe pamoja na wao pia. Kwa nini ufe mwenyewe kwa dhambi alofanya baba yako? Sasa nakuagiza choma udi. Ukichoma udi watakuja na mimi nitakuja. Sawa, nimekuelewa mganga, nitafanya hivyo. Wewe mpumbavu, umefuata nini hapa? Mama, nimekuja nahitaji msaada wako. Si unakumbuka umezaa na mume wangu? Mimi usiniite mama, ni mke mwenzio. Mume wako wewe ni baba yangu mzazi, na wewe pia ni mama yangu mzazi. Sikufanya hivyo kwa makusudi. Alinilazimisha, alinibaka. Kama baba yako alikubaka, kwa nini hukuniambia mpaka nilipogundua kwamba wewe ni mjamzito? Aliniwekea kisu shingoni na akasema nikitaka kupiga kelele ataniua. Zai, ulichokifanya haustahili kusamehewa. Yaani leo mpaka kesho ahera. Ama kweli kichefuchefu hakimpati mama mjamzito tu, kinampata mtu yoyote yule, haswa wewe Zai. Wewe Zai ni kichefuchefu. Naomba uondoke. Sina kingine cha kukuomba zaidi ya msamaha tu mamangu. Naomba unisamehe. Unisaidie, nahitaji sana msaada wako. Nitajaribu kukusaidia, ila sio kama mwanangu. Nitakusaidia ukiwa kama mke mwenzangu ili uokoe kizazi chako. Mimi nimekuelewa sana mamangu. Na ninajua ni jinsi gani unavyojisikia. Na mimi nakuahidi ukinisaidia sitarudi tena. Mguu kwa maifi yangu. Huko sio kwema. Kuna nini tena? Mtoto wako Zai kaja. Zai? Kaja kufanya nini tena? Zai kaja anasema kwamba ana shida, anamuota mtoto wake mara kwa mara anataka kumuua. Kashamuota mara 6. Na mganga amemwambia kwamba akimuota mara 7 atakufa kweli. Kwa hiyo tunafanyaje shoga yangu? Hakuna cha tunafanyaje. Hapa mguu wangu, mguu wako mpaka nyumbani kwangu. Tuende kama kwa mtoto wako pale aondoke. Mimi mtoto wako simtaki nyumbani kwangu. Sawa, lakini si unaona biashara yangu hapa sina mtu wa kumwachia. Kwa hiyo nikipata mtu wa kumwachia baadaye nitakuja. Basi mimi naenda, lakini usichelewe. Sawa.
Ulichokikosea wewe ni kumtelekeza yule mtoto. Ulivyojifungua ungekuja naye huko, haya yote asingekukuta. Kwa hiyo shangazi, unanisaidiaje? Cha ukusaidia inabidi ukamfuate yule mtoto umlete huku. Nimefanya jitihada zote za kumchukua mwanangu katika kituo cha kulelea watoto yatima, lakini imeshindikana. Na mganga alinishauri nichome udi nyumbani ili nitetee maisha yangu. Lakini wewe unajua shangazi, nikichoma udi ni nini kitachotokea? Hilo ni tatizo kubwa sana mwanangu Zai. Ninakushauri usichome udi. Mimi nitaenda kumfuata ule mtoto na nitamleta hapa usiku wa leo. Halo. Nilitoka kidogo. Nimemkuta Zai anatoka pale masikioni na mdomoni. Zai amefariki. Zai amekufa?